kuna udada anaitwa Gloria, ni muuza matunda hapa mtaani na anaipenda sana kazi yake. Sasa leo hii kuna huyu jamaa anaitwa Papa Testimony akaja kununua matunda, lakini akakuta bei iko juu kidogo tofauti na wauza matunda wengine. Gloria akasema matunda yake ni fresh na huwezi pata sehemu nyingine yoyote, ndio maana anayauza bei. Mchizi akasema sawa atanunua, ila kwa sharti moja tu, ampatie basi unyama tafune kidogo. Kaanza kumuona kitambo eti. Gloria alimwashia moto unyama, akamtimua kabisa golini kwake. Sasa Gloria anaishi na baba yake mzazi. Huyu mzee hapa anaitwa Basil, mwanajeshi mstaafu. Midai anampatia matunda kabla ya kuingia mzigoni. Mzee akampiga marufuku Gloria hakuna kukutana na ule dogo wa gereji anayemfukuzia kila siku. Kama anaenda kazini basi anyooshe kwenda kazini. Gloria akaondoka. Akiwa golini Midai kuna gari ikapaki pembeni. Gloria akawahi kuongea na mteja. Alikuwa ni huyu jamaa anaitwa Alex. Huyu mchizi huwa anamuungisha sana Gloria. Kila siku yani lazima apite hapa kuchukua matunda. Sasa wakati Gloria anamfungia matunda Alex, yule dogo wa gereji akatokea. Jina lake anaitwa Valentine. Akawa anamuongelesha Gloria. Gloria anamtuliza tu kwanza ahudumie wateja. Sasa ile ikawa inamkata Valentine. Kesho yake tena Valentine akaja hapa golini. Anamlalamikia Gloria kwamba siku hizi anamkwepa. Kuna unashindwa kumwambia baba yako leo usiku unaenda kulala kwa boyfriend wako? Mimi siwezi kumwambia baba yangu vitu kama hivyo. Yaani namwambiaje kwanza? Siwezi kumwambia bana. Hata hivyo usijali, nitatafuta namna. Usiku wa leo mzee wangu akilala nitatoroka nitakuja kwako. Unaona sasa? Utakuja Nitakuja ndiyo. Haya bana, sasa kumbe Gloria anauza matunda ili apate pesa aweze kujilipia ada arudi kusoma. Mzee wake anasema alipambana sana lakini kaishia kupata nyumba tu. Anajilaumu kushindwa kumpeleka Gloria chuo, mpaka kaishia kuwa muuza matunda. Anaona sasa hivi ndo muda sahihi wa kwenda kuchukua mkopo. Gloria akakataa kabisa mzee wake kwenda kuchukua mkopo. Hivi kidogo kidogo mambo yatanyooka tu. Mzee akakubali. Mida usiku Gloria kalala, mara simu yake inaita. Kucheki hivi ni Valentine. Kwa kuwa Gloria akashindwa kwenda kama alivyoahidi, basi mchizi kaja mwenyewe yuko nje tu hapo. Gloria akamkataa. Akamwambia atakutana kesho, kisha akamkatia simu akalala. Basi bana, kesho yake kama kawaida yuko mzigoni. Mteja wake wa kila siku Alex akatokea. Sasa wakati wanaongea pale anamuuliza anachukua matunda gani na nini, Valentine akatokea. Akamvuta mkono Gloria eti aende kumpa ile kitu. Niache niongee na mteja. Bosi niambie. Usijali, ongea naye kwanza huyo. Valentine akamvuta tena pembeni. Hivi unadhani mimi nacheza au? Unataka nikupe nini wewe? Kitu gani? Alafu unajua kila udogo akija hapa unapatwa na kiburi. Washikaji wakavutana pale. Alex akauliza, Gloria uko sawa kweli? Bosi, niko sawa. Msema unataka nini? Kwa hiyo haka kajamano kana kuchanganya. We mzee subiri, unanunuaga matunda tu hapa au una lako lingine? Alex akasema naomba matunda yangu niondoke, maana sione kama kuna la maana hapa. Gloria akampatia. Kwa unayoongea hapa hana maana sio? We mchumba, mbona unaondoka? Njoo. Kama sijakupiga kofi zito. Sasa mpaka hapa najua umeshajua kwamba Gloria ataingia kwenye mahusiano na Alex. Ndiyo, huko sahihi, lakini sio katika njia rahisi hivyo kama unavyofikiria. Hii movie wala haihusu mapenzi yao. Endelea tu kunisikiliza utanielewa. Basi bana, leo hii mzee alikuwa na safari zake asubuhi, hivyo akaondoka mapema mno kabla hata ya Gloria kwenda mzigoni. Baada tu ya mzee kuondoka, Gloria akasikia mlango unagongwa. Kwenda kufungua, akaingia Valentine. Unafanya nini hapa Valentine? Tulia basi. Tulia. Aya sawa, nimetulia. Nenda kule dukani nitakukuta. Nivae nguo kwanza. Muone ulivyo mtamu. Hamna haja ya kuvaa nguo. Unaifunua tu Valentine hakutaka kusikia habari za kuondoka wakati tayari kamuona mzee kaondoka. Hivyo akafunga mlango kabisa, kisha akamgeukia Gloria. Huwezi amini mchizi alimbaka Gloria. Baada ya kumaliza haja zake akaanza kumtambia. Hiki ndio ulikuwa unanificha kwa miezi miwili yote? Hivi una akili wewe? Kwanza ulisema wewe ni bikra, kumbe hauna lolote. Gloria analia tu pale chini. Mchizi aliongea maneno mengi mno ya kutia hasira. Kisha akasema, "Nisamee bana, usikasirike. Kuanzia leo sasa mahusiano yetu yataenda poa sana. Yatakuwa matamu. Mimi ndo nakwambia. Glow baby, my baby. Kama utapenda mwambie na baba yako. Hata na yeye pia nitamnyosha tu." Mchizi akafungua mlango, ila usisahau bado nakupenda. Akamtupia buso la mbalimbali huyo akaondoka. Mida jioni mzee akarudi nyumbani. Gloria hakwenda kazini, alilala tu. Mzee akamgongea sana mlango. Ndo Gloria kwenda kufungua sasa. Leo huendi kazini? Glow, angalia muda. Unatakiwa kwenda kazini eti. Mzee akamuona sura vizuri. Nani kakufanyia hivi? Gloria kimya. Kimetokea nini? Gloria akamwambia kuna vijana wa mtaani ndo alimpiga, lakini hakumwambia kama Valentine alimuingilia kinguvu. Mzee akasema ina maana hawajui wewe ni mtoto wa nani? Hawajui? Akataka kuwatimbia sasa hivi. Gloria akamzuia. Kesho yake huku mzigoni mzee hataki kurudi nyumbani. Anawasubiri au vijana waje tena. Sasa wakati Gloria anamwomba mzee wake arudi tu nyumbani hata kuwa sawa, Valentine akatokea kwa nyuma. Lakini baada ya kumwona mzee yupo, akaganda kwanza. Bana, aliambiwa nini? Gloria akasogea kuhudumia mteja. Mzee akamuona Valentine.
Sogea hapa wewe. Sogea hapa. Valentini akasogea. Sasa hizi mzee, jiangalie. Jiangalie tu. Mwanaume kabisa na mwili mkubwa na akili zako. Unakaa unaangalia watu wanampiga huyu unayemuita girlfriend wako. Una mwili mkubwa wa hasara tu. Mwili mkubwa, kichwa kikubwa, ubongo mdogo. Hujajisumbua hata kuwatafuta. Haya, mimi nipo hapa na wasubiri. Kwa sababu wewe huwezi kufanya kitu. Hauna msaada wowote. Wanampiga girlfriend wako na wewe umekaa tu hapa. Hujisumbui hata kuwatafuta. Sasa ngoja nikwambie, mimi naondoka. Na kwa kuwa wewe uko hapa, namwacha Gloria mikononi mwako. Akipata hata mchubuko kwenye mwili wake, unanijua, nitakunyoosha hutosahau maishani mwako. Muda huo wote Valentini uso umemshuka, amini kama mzee hajaambiwa. Basi kweli mzee akaondoka. Mchizi akapiga ishara msalaba kumshukuru Mungu. My baby. I love my baby. Gloria akamtimua na dustbini. Bado akawa anarudi akamkosa na kiatu. Sasa siku kadhaa mbele, mida usiku, Gloria akalala lakini hatulii. Wazungu wamemjaa kiunoni. Akampigia simu Valentini lakini mchizi hakuokota. Akahangaika sana huo usiku. Hakupata kabisa usingizi. Kesho yake mapema mno akatoka kwenda kazini. Babake akamzuia, "Mbona naondoka mapema hivyo hata hajamwandalia chai wala hata hajamwaga? Nataka tu kuwahi sokoni." Gloria, okay, nikirudi nitakuandalia chai, sitochukua muda sana. Gloria huyo akaondoka. Mzee akabaki analalamika tu. Gloria moja kwa moja kwa Valentine. Alivyofika nje kwao, akampigia simu aje wafanye kile alichomfanyia juzi kwa kufosi. Raundi hii wafanye sasa. Mchizi naye bila kupoteza muda akatokea. Chekelea kishenzi baada ya kuambiwa anapewa. Wakaingia geto kikanuka. Baada ya muda Gloria akarudi nyumbani, lakini sasa ubaya kageuza nguo. Matunda menyewe aloaga na kwenda kununua sokoni hana. Basi akapambana na maswali ya mzee pale mpaka mzee akamwachia. Akaenda zake ndani. Usiku wa leo tena wazungu akacheza kiunoni. Usingizi ya upandi. Mara mlango ukafunguliwa, mzee akaingia. Gloria, mzee, uko sawa kweli? Nimesikia unatoa sauti. Hapana, nilikuwa nasali. Unasali? Ndiyo. Hiyo ni nzuri sana. Na nisamehe kwa kukuingilia maombi yako, Hapana, hakuna shida. Aya, ngoja nikuache uendelee. Mzee akatoka. Gloria akaendelea kuhangaika elewi afanye nini. Basi kesho yake kama kawaida, Gloria yuko mzigoni. Alex mteja wake wa kila siku akaja. Gloria akasogea kumsikiliza. Mchizi akamuuliza, "Mbona nimepita hapa siku 2 nzima hujafungua?" Gloria akadanganya kwamba alikuwa anaumwa, ila kwa sasa ana nafuu kidogo. Hapo akapokea simu ya Valentine. Mchizi akamwambia aje geto basi wakinukishe. Nakuja sasa hivi. Nakuja. Bosi unataka maepo tu, si ndio? Lakini hakuna shida. Hakuna shida, usijali. Ngoja nikuwekea haraka hapa maana nawahi sehemu. Mida usiku baada mzee kwenda kulala tu, Gloria akamuingiza ndugu Valentine. Mshenzi anafurahi kishenzi, anabadili mazingira tu kupunguza wazungu. Basi wakaingia mpaka chumbani. Hakuna maswali mengi, moto ukawaka. Mida saa 8 usiku, Gloria wazungu akacheza tena mjini kiunoni. Akamkurupua jamaa watishe tena. Raundi hii Valentine akagoma. Hii atakufa sasa. Gloria akaona aendeshe mwenyewe. Kesho yake huku mzigoni, Valentine akamletea Gloria toy. Awe anatisha mwenyewe. Maana mpaka sasa hivi nguvu hana. Kidogo tu aanguke kule garage. Kwani Gloria anaelewa sasa. Anamwambia waende tu hapo nyuma kuna kichaka hivyo katisha haraka. Mchizi akafanikiwa kumchomoka Gloria. Hajafika mbali huyu hapa nyuma. Anamwambia waende nyuma ya mti hapo hakuna anayewaona. Wakavutana hapo, mwisho Valentine akatoka nduki, Gloria naye akamuungia kwa nyuma. Ni hatari sana. Siku 2 mbele, Gloria mwili unawaka moto vibaya mno. Anamwomba Valentine akampunguzie kidogo, amemkaba sana. Mwamba naye ameshaichoka, haitaki tena. Akayavunja na mahusiano kabisa, kisha akasepa. Basi Gloria maskini akarudi mzigoni na wazungu wake. Inawaka moto vibaya mno unaambiwa. Mara akapita dogo mmoja wa form 4 anaitwa Paul. Gloria akamuonga embe kisha akamwambia anachotaka. Dogo naye anazionaga Twitter tu hizi. Akaenda zake kujilia. Hapa mwanzoni alikuwa na goma, sio kwamba hataki. Alikuwa anataka tu maelezo zaidi. Mida usiku, Gloria yuko chumbani analia tu, mchizi kamuacha. Mzee akaingia chumbani akawa anamwambia aachane na huyo kijana Valentine. Maana hana amani kabisa anavyokuwa naye karibu. Ndo Gloria kumpa mkanda sasa kwamba wameachana. Hiyo ndo sababu unalia? Si ulitakiwa kusherehekea? Basi Gloria akaendelea kuteseka. Anatamani mpaka marafiki wa baba yake. Anajihisi karogwa au vipi? Siku kadhaa mbele huko mzigoni, Alex akatokea. Mchizi akashuka kabisa kwenye gari. Gloria akawa anamwambia, "Unajua hadi nimejutia kutokukupa namba yangu. Maana siku hizi vitu unavoleta ni konki tu. Kama ningekuwa na namba yako ningekuwa na kuwekea. Kwa hiyo sasa hivi unataka namba yangu." Naitaka hiyo namba, nipe kabisa. Muda wote ukitaka nitakuletea matunda mpaka kwako. Mchizi akachekelea kishenzi. Akamwandikia kwenye simu yake kisha akampatia. Kwa hiyo muda wote ukitaka nitakuletea tu mpaka
mpaka kwako. Unataka kuja kwangu? Ndiyo, kwani waga unaua watu huko? Mimi nitakuja. Lakini unakaa mtaa gani? Mimi nakaa pale chini, Greenfield. Greenfield napajua. Kwa hiyo hata nitakayochukua leo utaniletea. Ndiyo, wewe nitumie tu unaotaka nitakuletea kesho. Basi kweli mzee, kesho yake mapema sana Gloria akafika nyumbani kwa mchizi na matunda yake. Humu ndani Alex akampatia juisi wapige stori wajuane kidogo. Lakini wazungu wa Gloria hawataki stori kabisa. Hawana uvumilivu huo. Gloria akaanza kuhangaika. Mchizi akamuuliza shida nini? Au anataka nini? Kuna kila kitu kwenye friji. Gloria akanyanyuka kumuonesha anachotaka sasa. Kama hivi, unafanya hivi. Unamaanisha nini wewe? Hapana, msubiri. Mimi sitokuomba hela, hii ni bure. Sichaji chochote, ni free. Ukiendelea kufanya huu ujinga nitakufukuza kwangu. Njoo kwa nyuma haraka basi. Huwezi amini Alex alimtimua Gloria. Ujinga gani huu? Wakati Gloria anarudi kazini, njiani akamuona Papa Testimony, yule mwamba alikuwa anamtaka mwanzoni mwa movie kabisa. Akampa habari njema kwamba yuko tayari kumpa kile alichokuwa anatakaga. Chizi akafurahi kishenzi, wakakitupa mno. Testimony naye akachoka, anavuta shati lake aondoke. Sasa wakati wanavutana, mzee akasikia kelele akagonga mlango. Gloria, fungua mlango. Uko na nani umo chumbani? Gloria akafungua, mzee akaingia. Sasa hizi mzee. Huyu nani? Baba, huyu ni fundi bomba. Ndiyo mzee, mimi ni fundi bomba. Fundi bomba? Ndiyo mzee. Unatengeneza nini humu? Baba, anatengeneza huko bafuni, kuna bomba limepasuka. Ndiyo mzee. Mbona sioni kifaa chake chochote? Alafu kwa nini mlifunga mlango? Na kwa nini ulikuwa unapiga kelele umechoka kufanya kazi au? Majibu hakuna. Na kuuliza wewe, ulikuwa unapiga kelele umechoka? Kama utoniambia ukweli, nitakupiga na huu mkongojo. Si unanijua mimi nani? Ndiyo mzee, nakujua. Ni kama tu alivyokuambia, mimi ni fundi bomba. Nilikuwa namtengenezea bomba lake bafuni, lakini toka asubuhi nafanya kazi moja tu mpaka nimechoka. Mara 3 natengeneza ili bomba bado linavuja. Toka asubuhi nimechoka mzee, nihurumie. Umechoka? Ndiyo mzee. Umechoka? Ndiyo mzee. Vifaa vyako viko wapi? Viko kwenye mkoba wangu mzee. Afu vingine nimeacha nje huko. Lakini huyu amekupa kazi, lazima uifanye umalize. Wewe unasema umechoka? Wewe si fundi bomba kabisa by professional. Mzee, hata wewe nenda kaangalie hiyo kazi uone ilivyo ngumu. Mzee kusogea kwenda bafuni, mchizi huyo akakimbia. Wewe, Gloria, kwa nini anakimbia? Baba, huyu sio fundi mzuri. Tutatafuta mwingine aje rekebishe vizuri. Mzee naye akaamini. Basi bana, hii hali ya wazungu kujaa kiunoni inamuumiza sana ndugu Gloria. Akikaa peke yake ni kulia tu. Haelewi afanye nini arudi kwenye hali yake ya kawaida. Kesho yake Alex akaja hapa golini. Akawa anamuuliza Gloria kama ana changamoto yoyote, kwa nini alifanya vile na nini. Gloria akawa anakanusha tu hana changamoto yoyote. Na siku ile alifanya vile kama utani tu. Mchizi akasema basi sawa, ukipata shida yoyote usisite kuniambia. Alafu kizingatia sasa hivi unapajua ninapoishi. Gloria anaitikia tu sawa. Basi bana, mchizi alipofika nyumbani akawa anajiuliza huyu msichana atakuwa na shida gani au kapata matatizo ya akili. Lakini anahitaji sana msaada. Ngoja nirudi nikakutane naye tena. Kufika eneo la tukio, anakuta kuna mwanamke mwingine anamchamba Gloria kwa kutaka kumuibia mume wake. Mchizi akamchukua pembeni akamuuliza kila kitu kiko sawa kweli? Gloria anaitikia tu. Basi mchizi akamshikisha mabunda kisha akamwambia atampigia. Sasa kuna siku mida usiku hivi, Gloria alimuingiza dogo wa form 4 ndani. Baada ya dogo kuchoka ndo wakawa wanavutana hapa nje. Mzee akawafuma katikati ya tendo. Basi Gloria akaamua kumuelezea ukweli mzee wake hali anayopitia kipindi hiki. Anapata hisia kali sana. Anakuwa anajihisi tu kushikwa na mwanaume kila muda. Na kila hiyo hisia inapokuja, anafanya na mwanaume yoyote aliyopo eneo la tukio. Anapata hisia ambazo hawezi kabisa kuzizuia. Paka anajihisi aibu, kuna muda anaona bora angekufa tu. Usiseme hivyo. Hautakufa. Hautakufa kabisa. Baba yako muda wote yuko hapa na nitafanya kila kitu kwa ajili yako, usilie sawa? Kwa hiyo hiki ndio kinakutesa kila siku? Lazima nifanye kitu. Haya, njoo hapa. Akamkombatia binti yake. Sasa jambo la kwanza mzee aliloanza kufanya ni kuleta mchungaji. Basi akaanza kukemea pale. Gloria alivyomshika kidogo tu, mchungaji akamwambia mzee, Roho Mtakatifu ananiambia utoke tusubiri nje pale, maana unaenda kushuka upako mzito mno. Mzee akanyanyuka akatoka. Alivyofunga mlango tu, washikaji wakatupiana kwenye kochi kikaanza kunuka. Huku nje mzee akamalizia maombi yake akaanza kuwaza. Mwisho akasikia mbona pasta kanyamaza? Kuna maombi kweli humu ndani? Akarudi chapu kufungua mlango. Pasta hata wewe? Pasta huyo akakimbia. Basi ikabidi mzee anamsimamia binti yake maana tayari imeshakuwa changamoto. Dogo wa form 4 akaja kununua hapo, mzee alimtoa nduki huyo. Hakuna kukutana tena na binti yake. Kichwa kama epo. Sasa kuna siku mzee kalala hapa sebleni, mara kasikia kuna mtu anaita kwa kunongoneza. Loli, ni mimi. Nimeshafika. Mzee akanyata mpaka mlangoni. Emeka? Umekuja? Fungua mlango.
Okay, nafungua mlango sasa. Emeka, uko hapo Ndiyo, fungua. Mzee akafungua. Emeka akaingia na angalia uelekeo wa chumbani. Akakutana na mzee alimkosa na mikongojo mingi huyo. Mwisho akafanikiwa kukimbia. Hatari sana. Basi mzee akamfungia Gloria ndani. Hakuna kutoka hata kwenda kazini. Maana akitoka tatizo ndo linazidi kuwa kubwa. Siku kadhaa zikapita, Gloria akafungiwa ndani tu. Hivyo Alex akawa anamtafuta maana golini kwake amuoni. Ndo akakutana na udada shoga yake Gloria. Alishawahi kuwakuta wanakula story pale golini. Hivyo akamuomba muelekeze kwa akina Gloria. Dada akamuelekeza. Huku nyumbani Gloria anamuita ule dogo wa form 4 Po. Po akasogea. Mtoe hicho kinini chako. Njoo sasa. Basi njoo nikishike tu. Njoo ufanye kama hivi. Njoo ufanye. Po akaona mieyusho akaondoka. Punde Alex akatokea. Subiri. Nimepita dukani kwako kama siku 2 hivi nakuta pamefungwa tu. Kuna shida gani? Babangu kanifungia humu ndani na kafunga duka langu. Lakini kwa nini? Gloria anahangaika tu. Shida nini? Toa basi hiyo. Alex akawa anamtuliza tu. Wewe unahitaji msaada wa kitabibu. Gloria akaendelea kuforce na itupia dirishani. Alex ikabidi aondoke tu kwanza. Akaenda kutega maeneo fulani hivi akakutana na baba yake Gloria. Akajitambulisha kwamba yeye ni daktari na anaona kabisa binti yake anahitaji msaada. Mzee akamwambia, kama wewe ni daktari, binti yangu mimi hana homa, haumwi kichwa, tatizo pekee alilonalo ni la kiroho. Na angalia sasa hivi, nimetoka Kawe kwa Mwamposa. Haya ni mafuta ya upako. Nikimpaka tu kwenye paji la uso, hilo pepo la ngono litamtoka. Alex akasema sawa pia, lakini yeye anaona vitu kivingine kabisa. Basi kesho amlete ofisini kwake pale ampime ili wajue shida nini. Mzee akakubali. Baada ya kumpima, majibu yakatoka kwamba Gloria anasumbuliwa na uraibu wa ngono, yani hali ya kuwa na hamu ya ngono kupita kiasi. Mzee akauliza, sasa nini kimesababisha hali hiyo? Vitu vingi. Inaweza kuwa msongo wa mawazo au jeraha kihisia, lakini bado tunaendelea na vipimo. Tukipata majibu zaidi, tutajua nini cha kufanya. Simu ikakatwa. Huku upande wa pili, mzee yuko na Gloria. Anamwambia, kuna kitu nataka kukuambia, ila na hapa nilikuwa nife nacho sijakwambia. Ila kutokana na haya yanayotokea sasa hivi, ni bora tu nikwambie. Kwanza samahani sana. Ulivyokuwa na miaka 7, anko upande wa mama yako alikubaka. Pole sana kwa hilo. Nilikuwa nimekuficha ili lisikuharibu kisaikolojia. Lakini pia hiyo ndio ilikuwa sababu mojawapo ya mimi kuachana na mama yako, kwa sababu alikuwa anamtetea kaka yake. Na kwa bahati mbaya, mahakama ilimpa mama yako ulezi wako. Na baya zaidi aliloweza kukufanyia ni kukunyima haki ya kupata elimu. Yalikuwa maneno mwiba sana kwa ndugu Gloria. Akasema, lakini hatutakiwi kuyaongelea hayo, kwa sababu sidhani kama hayo ndio yaliyosababisha hali hii. Hii hali imeanza miezi 2 tu iliyopita baada ya Valentine kunibaka. Umesemaje? Valentine alikuja hapa nyumbani na akanibaka. Yule mpumbafu alikubaka wewe? Damu itamwagika. Nitamuua huyo mpumbafu. Alihama hapa, huwezi kumpata. Popote huyo mpumbafu alipo, popote alipojificha, popote pale ndani ya dunia hii, nitampata tu. Nitashirikiana na wanajeshi wenzangu mpaka atapatikana tu. Basi Dr. Alex akishirikiana na mzee wakaanza matibabu taratibu, baada ya kujua kuwa shida ipo kwenye akili kutokana na lile tukio la kubakwa alilofanyiwa na boyfriend wake. Alex akafanya jitihada sana. Mwisho akamwomba mzee pamoja na Gloria wahamie kwake kwa uangalizi wa karibu zaidi, kwa sababu wote wanahitaji matibabu na hawana ndugu wa karibu wa kuja kukaa nao kwa hiki kipindi. Ilikuwa ngumu, lakini mzee akakubali. Basi kweli mzee washikaji wakahamia kwa Alex. Mzee naye huwa anasumbuliwa na pressure, hivyo ni vema wakaishi naye hapa pia. Maisha akaanza kwa Alex. Gloria mwili unawaka moto tu haupoi. Anaomba hata kama kuna majirani basi watishe. Alex akawa na dili na akili yake tu. Usiku anamvamia chumbani, wanapalangana mpaka basi. Haya bana, siku zikazidi kusonga. Taratibu Gloria anakaa sawa. Akianza kujihisi hamu ya ngono, mchizi anamtuliza. Anamweka sawa kiakili mpaka anatulia kabisa. Baada ya mwezi mmoja kupita, Gloria na babake wanarudi nyumbani sasa, kwa sababu Gloria kwa sasa anaendelea poa. Ile hali imekwisha kabisa. Basi mchizi akawapakia kwenye gari yake kisha akawarudisha nyumbani. Hatimaye Gloria akarejea mzigoni. Yule dogo wa form 4 akaja. Kametunza wazungu wengi mno kiunoni, akajashika sabuni, sikanajua kujipigia tu hapa kwenye matunda. Gloria alimpiga kiatu cha kiuno. Dogo ana adabu kabisa. Sasa leo hii Alex akaja kuwatembelea kujua maendeleo yao na nini, huku anapata matunda taratibu. Mara mzee akapokea simu kutoka kwa comrade wake. Anamwambia kwamba wamefanikiwa kumkamata Valentine. Ilikuwa ni habari njema sana kwao wote. Na mwisho kabisa ndo lile ulilotabiri toka mwanzoni mwa movie kabisa. Alex na Gloria wakaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi. Na hapo ndo inakuwa mwisho wa hii movie inaitwa Beyond Control.